Korinto wa pili sura ya 2 mstari wa 12 mpaka ule wa 17. Neno la Mungu linasema, basi nilipofika Troa kwa ajili ya injili ya Kristo, nikafunguliwa mlango katika Bwana. Sikuona raha nafsini mwangu kwa sababu sikumuona Tito ndugu yangu, bali niliagana nao nikaondoka kwenda Makedonia. Ila Mungu ashukuriwe, anayetushangiliza daima katika Kristo na kudhihirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Kwa maana sisi tu manukato ya Kristo mbele za Mungu, katika wao wanaokolewa na katika wao wanaopotea. Katika hao wapili harufu ya mauti iletayo mauti, katika hao wa kwanza harufu ya uzima iletayo uzima. Naye ni nani atoshaye kwa mambo hayo? Kwa maana sisi si kama walio wengi walioshio neno la Mungu, bali kama kwa weupe wa moyo, kama kutoka kwa Mungu, mbele za Mungu tunena katika Kristo. Amen. Kristo tukae. La Mungu li hai. Neno la Mungu li hai. Ukitafakari kwenye maisha yetu ya kawaida kama Wakristo, sifikiri kama kuna mtu anaweza akasema neno la Mungu si hai. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana neno la Mungu li hai kwenye maisha yetu. Cha kwanza, tumeyaona mambo yakitendeka kwenye maisha yetu. Ndicho kinachotuaminisha kwamba neno la Mungu li hai, kwa sababu akifanya na niliona akitenda. Kwa hiyo asubuhi ya leo tunataka tujifunze kidogo mambo haya, kwamba bado kuna watu ambao hawaamini kama neno la Mungu li hai, na miongoni mwao tuwape nini, tuwafanyie nini ili waamini kuwa neno la Mungu li hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye maisha yetu kama Wakristo tumepewa baraka na Mungu ya uzima tu tulio nao. Ikiashiria tosha, juzi nilikuwa nasoma habari ya mtu mmoja, anasema alikuwa ni mwanamuziki maarufu sana Nigeria. Anasema, kabla sijawa Mkristo, nikiwa Muislamu, nilizoea kuisoma Biblia. Nilizoea kuisoma Biblia kila siku. Nikaona kuna vitu vinatokea. Baada ya kuona kuna vitu vinatokea, nikafanya maamuzi. Neno la Mungu li hai. Ina maana ukitaka kupata matokeo ya maombi unayoomba, ina maana unaamini moja kwa moja, mimi nitakwenda kupokea kwa sababu neno la Mungu li hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nitashangaa kwamba toka nimekuwepo, kuna mtu leo ukimuuliza, wewe kwa nini ni Mkristo? Anakwambia, nilizaliwa kwenye Ukristo na mimi nikawa Mkristo. Nilizaliwa, baba zangu nikawakuta Wakristo na mimi nikaamua kuwa nani? Kuwa Mkristo. Lakini mbali na Ukristo walionao, kuna vitu tayari kwenye maisha yake ameviona vinaenda, ndio maana akaamua kubaki kwenye nini? Kwenye Kristo. Leo tukiulizana maswali humu ndani, kila mtu hana majibu ya maswali ya mwenzie. Lakini wewe peke yako unayo majibu ya maswali yako, kwa sababu kuna namna umeona unasogea kwenye kumtumikia Mungu. Kuna namna umeona umepiga hatua kwenye kumtumikia Mungu. Kwa hiyo kuna mwingine anakuambia, mimi sioni nikienda. Lakini unamwambia, hapana, mimi kuna namna nimeona nimevuka. Umesimama hapa. Kwa nini wewe msimamo wako ni huu? Majibu yako ni kwamba kuna namna nimeona nikisogea katika kumtumikia Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati natafakari neno hili kwamba neno la Mungu li hai, nikajitafakarisha mwenyewe. Unapoambiwa maji ni uhai, mtu anakuambia maji ni uhai, ina maana kumbe usipokunywa unafanyaje? Maji sio uhai. Mimi na mwezi sasa nakula tu ugali na makande, sinywi maji, lakini bado ninaishi. Utachanganyikiwa. Bwana apewe sifa. Lazima utamshangaa mtu huyu kwamba maji ni uhai. Inakuwaje
wewe umemaliza mwezi au jana, na unamshuhudia mtu kwamba maji ni uhai, kwa sababu wewe mwenyewe kuna kipindi uliacha kuyanywa ukaona cha mtema kuni. Kwa neno la Mungu li hai, ina maana kwamba kuna ahadi Mungu amezitimiza kwenye maisha yako na umeziona. Kuna ahadi Mungu amezitimiza na zimetendeka. Kwamba hivi niliomba habari, neno la Mungu li hai. Amesema ombeni kila kitu na mimi nitafanyaje? Kama amenipa gari na sikuzaliwa nayo, neno la Mungu li hai. Kama amenipa nyumba na sikuzaliwa nayo, neno la Mungu li hai. Kama amenipa watoto na sikuwa nao, neno la Mungu li hai. Kama amenipa mume na wengine wamekosa, neno la Mungu li hai. Kwa leo ni uthibitisho wa kwamba katika maisha yako ni namna gani Mungu amekutendea. Katika maisha yako ni namna gani Mungu amekuonekania. Je, kuna mambo ambayo uliomba hujayaona yanakufanya usiseme kwamba neno la Mungu li hai? Je, kuna mazingira ambayo umekutana nayo yanakufanya useme kwamba neno la Mungu si hai? Bwana Yesu apewe sifa. Mstari ule wa 22. Zaburi 107 mstari ule wa 22 anasema, na wamtolee dhabihu za kumshukuru na kuyasimulia matendo yake kwa kuimba. Washukao baharini katika merikebu, wafanyao kazi yao katika maji mengi, hao usiona kazi za Bwana. Akasema kule ni mstari wa 20, anasema na maajabu yake vilindini. Ina maana wale wanaosafiri kwenye meli, kuna namna ambavyo kuna wahaya wapo hapa wanaotumiaga meli kwenda kwao. Kama ni mara ya kwanza, unaweza usiende. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mara ya kwanza, unaweza usifanyeje? Unajiuliza, hili dude ni kubwa, likizama humu na kuogelea siwezi. Aise, mimi naomba nipande basi. Ninyi mnaosafiri na meli, kwa sababu kuna zoruba nyingi zinatokea kwenye maji, lakini anayekulinda ni nani? Anawaambia hapa, na waseme wale wanaofanya kazi usiku kwenye maji. Na maana kuna vitu vingi viko mle, vilindi mawimbi. Kuna muda nilisafiri na meli, unalala hapa, unakuja kwa mtu unajikutoka kule, yaani wimbi linafanya hivi, naona serereka linakurudisha tena. Kuna watu wanauguaga ghafla homa, kwa sababu sijawahi kupanda meli na ninayaona mambo ya ajabu. 12 anasema nitaenda kulala nyumbani. Huu sio usafiri wa kawaida, kwamba sitaki nisinzie alafu nitokee na kufanyeje, nilikute niko usingizini. Lakini kuna wengine walishazoea, analala anakoma, wamekaa yeye ni kuangalia tu, tunakaribia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haya yote ni Mungu anatulinda, kwa sababu neno lake li hai. Unafikiri ukiacha kusafiri kwenye meli ukapanda basi ndio unasalimika zaidi? Kuna siku tunakuwa tunabishana huko mitaani, hivi wewe ukipata ajali unakatwa na vioo, mwingine anakuambia ndege kule sasa mpaka nje nifike chini zilimekuwa chapati. Mwingine anasema treni, sasa treni kama inasafiri kutoka Kigoma mpaka Dar siku 3, hiyo ndo naenda, sababu inaenda taratibu. Mwingine anasema meli, ukiwa kwenye meli, yaani yule anayezio usafiri akianza kuupamba usafiri wake aliyouzoea, unaweza ukachanganyikiwa. Anakuambia ukiwa kwenye meli, kama uko ndani hausikii kama inaenda, unasikia king'ola tu. Mle kuna hoteli, unatoka unaenda kula, unarudi kwenye siti yako unakaa. Kule nyuma kuna sehemu ya kunywa soda, unaenda unakaa. Ukifika kule nyuma, kiti kiko hapa, maji haya hapa. Huwezi kukaa kama hujazoea. Lakini kila tunachokifanya ni Mungu mwenyewe ndiye anayetulinda. Haijalishi umepanda ndege, haijalishi umepanda meli, haijalishi umepanda treni, lakini kwa sababu ameahidi atakulinda, utakuwa salama. Bwana asifiwe. Watu wengine wako mimi sipandi daladala kabisa,
daladala, baisikeli mimi hapana. Wale watu wanaingia. Bora nipande bodaboda. Unapanda bodaboda, kumbe na yeye kule toka na stress zake, anakupakia hujafika unakokwenda, pap, miguu huna. Unaweza kusema bora ningepanda daladala, huenda angefunga breki kwa mguu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haya yote tunakwenda na kutembea kwa sababu anayeamua ni Mungu mwenyewe. Mimi napeleka kusoma hii Zaburi ya 68. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 68 mstari wa 20. Tasoma hapa. Neno la Mungu linasema, Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina yeye Jehova Bwana. Kama amesema yeye ni Mungu wa kuokoa, ina maana haijalishi uko wapi. Neno lake li. Kama amesema njia za kutoka mautini zina yeye Jehova Bwana, haimaanishi umepanda nini utakuwa salama. Biblia inasema kama siku yako imefika, imefanyaje? Tumezoea kusema hivyo lakini ni rahisi tu. Za kwake zimefika. Yaani unatamka tu za kwake zime, alafu baadaye unaanza lakini ile ajali kama siielewi. Umeisha kubali kwamba za kwake zimefika, lakini kuna kitu kinaingia kinakutafakarisha kwamba lakini japokuwa zimefika, ile ajali mbona kama siielewi. Huwezi amini, alinipigia tu anaenda mashineni. Ghafla hanaga tabia ya kutembea upande wa kushoto, sijui leo ilikuwaje. Pikipiki katoka huko imemgonga. Bwana Yesu asifiwe. Amesema njia za kutoka mautini zina yeye mwenyewe. Ina maana yeye ndo anaamua uende ama ubaki. Kinachokutafakarisha pale ni nini? Unaanza sasa kuwasimulia, lakini alikuwa na ugomvi na shangazi yake. Alikuwa na ugomvi na bibi yake yule. Waukelewe. Watakuwa wamefanya mambo. Bwana Yesu asifiwe. Ifike hatua misiba na changamoto zinatukuta sisi wa Kristo, lakini kuna muda tunamsahau Mungu kabisa kwenye maamuzi. Kuna muda tunapata na changamoto, haijalishi inauma kiasi gani. Haijalishi inauma kiasi gani, lakini tusimame kama anavyosema yeye. Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina yeye Jehova Bwana. Kama bado mimi kuna ajali nilishuhudia, alafu na mtoto aliyepata ajali, unaangalia na mazingira hauelewi. Wewe ndio uliangalia vyombo vilivyopata ajali havielezeki. Anakwambia hii ni gari yangu, ukimwangalia na mwenyewe unasema hapana, kuna mtu alikuwa anaendesha, labda umemchukua yuko hospitali, sio wewe. Kwa sababu gani? Mungu ndiye Mungu wa kuokoa. Kuna mazingira tunapita nayo kwenye familia zetu, ni magumu, yanatisha, yanahuzunisha, yanatukatisha tamaa, lakini amesema jipeni moyo, maana mtafanyeje? Tayashinda. Maana neno lake li hai. Unaenda kwa mganga, wala unakwenda kwa waganga, Bwana asifiwe. Amina, humu awamu. Mganga anakupa dawa, anakutibu. Unakaa baada ya mwezi unasema, unarudi tena, kwa kweli sijaona matokeo. Mganga usijaona nini? Matokeo. Na anakupa tena dawa, anakuambia sasa hii kamuombe sana Mungu. Kamuombe Mungu afanyeje? Akusaidie. Na unaitikia kwa mganga amina. Mganga anakupa dawa, anakuambia nenda kaitumie, lakini usisahau kumwomba nani? Ina maana kumbe na yeye anachua haya yote ninampa ni kazi bure, lakini liko neno katika maisha yake ambaye linaweza kumsaidia. Kwa hiyo unatoa mbuzi, unatoa ng'ombe, lakini kumbe mganga anakuhubiria. Kamwombe Mungu. Amina mganga. Nashukuru.
Namshukuru mganga, nitamwomba Mungu sana na dawa zitafanya kazi. Kumbe mganga anajua maisha yako mikononi mwa nani? Mwa Mungu, kwa sababu neno lake li hai, neno lake linaponya, neno lake linarudisha faraja iliyopotea, neno lake linaleta matumaini kwenye maisha yetu. Anakupa dawa amezitoa kwa nani? Afu kuna watu anakuambia Mungu amesema usimuombe tu yeye, ujipambanie na wewe. Unakaa kumwomba tu Mungu, utafuti na sehemu zingine. Yaani shoga yangu, baba yangu, na kuhurumia ili tatizo lako lingekuwa limeishaisha. Unasema ila kweli nimesali sana sijaona matokeo. Sasa hiyo kujipambania hapo ndio umenifunua. Hapo ndio umenipa akili nyingine. Ulikuwa unasemaje? Ukiwa kwenye shida, jambo la kwanza ni kutaka utatuzi wa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Ni kutaka utatuzi wa haraka. Na ukiona sasa huyu Mungu ambaye ameniahidi atanipa, lakini bado anachelewa, lakini kuna mtu yuko Isoramagasi, nikienda leo kesho napata majibu, ya nini nichelewe? Kuna mtu ambaye alishawahi kuona ametia sukari kwenye chai afu ikaacha kukolea, akaweka chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani umeweka sukari kwenye chai, ukaonja, ukaona sukari haitoshi, ukaamua uchukue chumvi uweke kwenye chai. Ila isipotosha unaongeza nini? Ndivyo maombi yalivyo. Ukiona nimefanya kwa namna hii sijapokea, kinachotakiwa ni wewe kuzidisha ukaribu kwa Mungu ili matokeo yawe haraka. Unapochukua chumvi kuweka kwenye chai, utakaa uinywe. Utasema hii ni holo, ni chai. Wala unashia kunywa holo, si tunaijua. Umeshakaa kwenye mlango wa ofisi, unaona sasa inatosha. Kuna muda tunaumwa, tumbo linavuruga, mpaka unasema sasa nahamia ofisini moja kwa moja. Kwa sababu unaona sasa kutoka ndani mpaka kufika ni mwendo, utafute ndoo kae karibu. Uko ndani unatoka, unakaa pale karibu. Uko ndani unatoka. Unataka kusema hapana, nileteeni holo sasa, nimechoka, niongeze nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa sababu yeye amesema neno lake ni hai, tuwe na matumaini kwake. Tuwe na matumaini kwake. Tunazitwanga, tunazianika, alafu tunachekecha. Tunatunza kwenye vikopo. Kwamba sasa baadaye mama anatengeneza chachandu anapojua yeye. Yule mgeni tukamwambia, bwana, kwa sababu leo ni siku ya tatu, tupikie chai, umeshazoea mazingira. Mgeni kaingia jikoni, kachemsha chai. Kafunua lile kopo la pilipili kichaa. Anajua ndio nini? Majani ya chai. Katia kwenye maji ya moto yamechemka, katia na sukari. Mungu alivyo ajabu, hata kuonja kama sukari imekolea. Huenda angesanuka mapema. Akasema jamani, leo nimewatengenezea bomu. Lakini baadaye wakanunua mikate, wakapasha na kiporo cha wali na maharage, wakaweka pale. Vikaandaliwa vikombe vya chai. Kila mmoja akamiminiwa. Mazingira tunayaelewa ya ile pilipili. Alafu na kuchanganya na chai ni ya ulikuwa ni wimbo wa miluzi. Kwa sababu kuna kitu kimeingia sehemu ambayo sio mahali pake. Na kwa sababu ile pilipili imetwangwa, ilipowekwa kwenye chai ikafanana na chai yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaonja, unagundua sasa hivi pilipili ipo kwenye chai au kwenye wali. Unaacha kunywa chai, una testi kwanza wali. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona wali unasema hapana, hii ipo kwenye chai, kwa sababu ule mvuke unapita kwenye pua, mpaka pua zinasema kuna kitu kimeingia ambacho si cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndipo Mungu anaitaka kwamba ukishakuwa mwaminifu, unaamini katika roho na kweli, uvumilie, maana neno lake li hai, atajibu kama alivyokuahidi. Umeweka kijiko cha kwanza, chai haijakolea. Umerudia cha pili,
chai haijakolea, unaweka chumvi ya nini? Endelea mpaka ifanyeje? Aishi mpaka, tunasema aishi mpaka. Yes, tuwe na matumaini na Mungu tunayemwabudu, kwa sababu amekwisha tuahidia na yeye atafanya tu. Ukisoma Biblia huku, kuna watu wamepokea baada ya miaka 300, kuna watu wamepokea baada ya miaka 400. Wewe wiki 2 tu unaona ni nyingi. Unaanza kusema Mungu wa kanisa hili la mabati si wa kweli. Nikajaribu kwa Mungu wa kanisa la block lililojengwa kwa matofali. Ukifika pale na penye unasema hapana, hilo wameezeka vibaya. Nikajaribu tena gorofani. Yamekuja kwenye maamuzi uliyoyafanya. Nimeamua kunyoa kipara. Siku ya kwanza ni ngumu kwa sababu watu hawajakuzoea. Wasifiwe. Nimeamua kusuka. Ilikuwa sio kawaida yako. Lakini siku ya kwanza, siku ya pili wanasema aha, sasa imekuwa kawaida yake. Watu wanafanyaje? Wanazoea. Kwa sababu gani? Umeamini nikiwa hivi ndivyo itakuwa sawa. Haukufanya kwa sababu watu watanionaje. Umeamua kuanzisha biashara ya maembe. Umeona mwenyewe itakusaidia, itakukwamua kimaisha, sio kwa sababu watu wamesema umekaa nyumbani na hauna kazi. Ukiangalia anayefanya biashara kwa sababu kuna watu wamemwambia umekaa tu, kachukue bilinganya auze, hafanikiwi. Lakini yule anayefanya kwa sababu kaamua, yako mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Yule anayeamua leo iwe isiwe naanzisha biashara ya vitumbua, utamkuta anajenga kupitia vitumbua. Lakini yule aliambiwa, kwa mimi ninavyokuona unafaa kuwa muuza mitumba, haleluya, huwa hawatoboi. Kwa sababu sio passion yake. Ni kuna watu wamefanyaje? Wamemwambia. Kwa hiyo ukishaamua, ina maana uko tayari kuzifesi changamoto za ulichoamua kwa namna yoyote. Nimeamua kuuza nyanya chungu, kwa namna yoyote changamoto itakayotokea nitapambana naye. Lakini akija mtu akakwambia unafaa kuwa mama ntilie, ukiuza siku moja ukaraza chakula chote unasema kesho siji kwa sababu kumbe wanalazaga chakula na mimi napata hasara, unaachana na hiyo biashara. Lakini ukiamua kufanya hiyo biashara, kikibaki unapeleka nyumbani mnakula, kesho upo kazini tena, kwa sababu inatoka moyoni. Kwa hiyo kwa sababu Mungu ametuahidia, Mungu ametupa tumaini, Mungu ametuambia tutafanikiwa, tutakanyaga nyoka na nge, tutapita kila sehemu na yeye ndiye atakayetuokoa. Tuwe na hilo tumaini kwa sababu neno lake li hai. Tumeona mafanikio kwa wanaomtumikia Mungu. Tumeona watu wakivuka kwa wenye tumaini. Tumeona watu wakibarikiwa kwa sababu walisimama na hawakukata tamaa. Asubuhi leo nilipenda tufundishane hii habari kwamba hapo ulipo sio uko peke yako, uko na Mungu. Hapo ulipo sio uko peke yako, malaika wanakupigania. Mungu anaona unakokupitia. Yesu Kristo ameahidi atakuvusha. Vumilia tu, maana neno lake li hai, na yeye akiahidi huwa anafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Sema mmoja, nasema huwa ni nyakati za Mungu mwenyewe. Ni nyakati za Mungu mwenyewe. Na ndio maana ukiangalia kabla ya hapo ulipofika leo, kuna mahali umewahi kupita tofauti na ulipo leo. Hivi ulipo leo, kuna maisha nyuma ulishawahi kuwa nayo. Na ndio maana ukitaka kujua ni nyakati za Mungu mwenyewe, leo piga picha 2003, 2007, kama unalingana, utagundua kuna vitu vinatofautiana. Zinamwagika. Kuna muda ulishindwa kulikosa nguo ya kuvaa, lakini wewe leo unawachagulia nguo ndugu zako, ingia kabatini, toa hiyo na kutosha, toa hiyo na kutosha. Lakini kuna wakati ulikuwa na nguo 3. Ulikuwa ni wakati wa Mungu mwenyewe. Kuna muda ulikuwa mwembamba, ukiangalia hata nguo za mwaka jana mwezi wa 6 leo ufai. Ule muda nilikuwa na stress jamani, nilikuwa na stress nyie. Yaani niliyoyapitia ni Mungu tu. Hallelujah.